naenda salimu watu wangu, salimu Kenya, mimi nakufa, lakini mimi nakufa kwa niaba ya Wakenya. Kuna majina ambayo hayafi hata kama mwenye jina ametoweka. Majina ambayo hayahitaji tambiko wala kengele ya kanisa ili yakumbukwe. Moja ya majina hayo ni Raila Amolo Odinga. Fellow Kenyans, I am very delighted. Mtu aliyeishi si kwa kutafuta madaraka, bali kwa kupigania maana ya madaraka yenyewe. Alizaliwa akiwa mtoto wa mwanasiasa, akalelewa katika heka za taifa lililokuwa bado linajifunza kupumua baada ya uhuru. Wengine waliona siasa kama mchezo wa maneno, lakini kwake ilikuwa vita ya imani, vita ya haki, uwazi na demokrasia. Kila uchaguzi ulikuwa ni jukwaa jipya la matumaini. Kila uamuzi wake ukawa mzizi wa mazungumzo ya umma. Wapo waliompenda kwa ujasiri wake na wapo waliomtisha kwa sababu ya ukweli aliouamini, lakini wote walikubaliana jambo moja: Raila Odinga hakuwahi kuwa kimya hata pale dunia ilipomtaka anyamaze. Na sasa taifa limesimama kimya, likitazama anga la historia likifunga ukurasa wa mtu ambaye alikuwa zaidi ya mwanasiasa, alikuwa alama ya mapambano. Leo tunatazama nyuma tukitafakari safari ya mtu aliyependa nchi yake zaidi ya nafsi yake na aliyeacha nyuma swali moja lisilojibiwa kwa urahisi: ni nani atakayebeba roho ya ujasiri ulioiacha? Naam, ulikuwa ni utangulizi wake kumuhusu. Ngoja sasa tupige hatua zetu kuangaza safari yake ya maisha. Ilianzia wapi, akapita wapi, mpaka leo kifo chake. Katika kijiji cha Maseno lililozungukwa kwa upepo wa mazao na sauti za ndege, alizaliwa kijana ambaye baadaye ametikisa siasa za bara ya Afrika. Jina lake likawa Raila Amolo Odinga, mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, mwanasiasa mkongwe ambaye alihesabika miongoni mwa waanzilishi wa taifa la Kenya. Raila alikuwa akimtazama baba yake akipambana na mifumo ya utawala wa kikoloni. Baadaye serikali ilifuata baada ya uhuru. Kutoka kwa baba yake alijifunza jambo moja kuu: kuwa ukweli hauhitaji ruhusa kusemwa. Na hivyo ndivyo ikawa mbegu ya ujasiri iliyoanza kuchipua ndani yake taratibu kama jua la asubuhi. Alianza masomo yake katika shule ya Kisumu Union Primary School, kisha akaendelea Maranda High School, mahali ambapo akili yake ilianza kung'aa. Hakuishia hapo. Mwaka 1962 kijana huyu mdogo alisafiri hadi Ujerumani Mashariki, akachukua masomo ya uhandisi wa mitambo, mechanical engineering, katika chuo kikuu cha Magdeburg. Lakini pamoja na degree alizokuwa amepewa, dunia haikujua kuwa alikuwa ameleta nyumbani kitu kikubwa zaidi: fikra za mapinduzi. Raila Odinga alirudi Kenya akiwa kijana mwenye mawazo mapya. Alifundisha katika chuo kikuu cha Nairobi, lakini ndani ya kiti cha mwadhiri moyo wake ulikuwa haujapumzika. Aliona jamii iliyokuwa inasonga, lakini kwa mwelekeo wa wachache. Aliona wananchi waliokuwa wana sauti lakini isiyosikika. Ndipo akaamua kugeuza kalamu yake ya kufundishia kuwa silaha ya kupigania haki. Mwaka 1970 na mwaka 1980 Kenya ilikuwa nchi ya chama kimoja, na kusema kweli dhidi ya mfumo huo kulikuwa sawa na kujitia mikononi mwa hatari. Lakini Raila Odinga hakujua kuogopa. Alikamatwa, akafungwa, akateswa, lakini hakuvunjika. Aliandika historia kwa damu ya majonzi, lakini hakuacha kutabasamu. Kwa macho yake gereza halikuwa adhabu, bali darasa la kujifunzia ujasiri. Kila siku alijifunza jinsi ya kuzungumza na maumivu, jinsi ya kugeuza ukimya wa chumba cha gereza kuwa sauti ya mabadiliko. Mnamo mwaka 1992 ulipochomoza, historia ya Kenya ilibadilika. Nchi iliruhusu mfumo wa vyama vingi na mlango wa demokrasia ukafunguliwa, lakini si kila mtu alithubutu kuingia. Raila alikuwa miongoni mwa wachache waliovunja hofu, akasimama na kuwania ubunge kwa mara ya kwanza na alishinda. Na kutoka mbele jina lake likaanza kuzungumzwa kila kona ya taifa. Katika mikutano yake hakuhubiri siasa za vitisho, bali siasa za matumaini.
Alizungumza na wakulima, wanafunzi, wafanyakazi na akina mama sokoni, akawajaza ujasiri ya kuamini kuwa sauti ya mwananchi inaweza kubadilisha nchi. Alipanda waziri wa nishati, kisha waziri wa ujenzi, kisha waziri wa barabara. Kila mahali alipopita alionekana kama mchochezi wa maendeleo na mageuzi. Lakini Raila Odinga hakutaka tu madaraka, alitaka haki. Ndiyo maana kila uchaguzi ulipofika jina lake lilikuwepo, si kwa sababu ya tamaa, bali kwa sababu kila mara aliona bado kuna kilio ambacho akijajibiwa. Aliwahi kushinda mioyo lakini akapokonywa ushindi, alilia lakini hakukata tamaa, akapoteza uchaguzi lakini si imani. Mara kadhaa alisimama tena, akavumilia upinzani, akazungukwa na lawama, lakini historia ikamwandika kwa wino wa ushujaa. Mtu ambaye hakuacha kuamini katika demokrasia hata pale ambapo demokrasia ilimwacha. Huyo ndio Raila Odinga, na mimi ni Christian Ale.